Lakini ghafla unaona kabisa yani they are willing kuliko kwenda hospitali, ni bora waende kwenye tiba mbadala. Na sio mara moja, ni zaidi ya mara moja. Yes, kwa hiyo ukichanganya na dunia sasa hivi ilivyo, mambo haya ya nguvu za giza na nini, kwa mambo ni mengi huwezi kujua, kwa sababu he was so sure kwamba atatutenganisha in 9 days, siku 9. Na kweli unaona kabisa baada ya miezi 9 kamili kweli tulitengana. Tarehe ile ile, mwezi ule ule. Tofauti tu masaa. Yes. Kwa sababu siku tuloongea na siku ambao ugomvi umetokea ni mpaka tunatamkiana kwamba tuachane. It's the same. Okay. Yes. Na wabajaji yeye alikuwa na mchango gani? Bajaji yeye mchango wake ni kwamba alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana. Kwa hiyo ilifika time mimi niliwakutanisha. Kwa alizoeana. Kwa hata ule ujenzi wakati tunaendelea duka la Sinza la kama Kariakoo. Wakati anatafuta ile eneo mimi ndo nilimwambia kwa nini usimwambie bajaji akusaidie, yuko karibu na mwenye eneo. Kwa akamsaidia akapata, baada ya kupata ujenzi ukaendelea na duka lilitakiwa liwe la kwangu. Okay. Yes. Kwa hiyo sasa baadaye ujenzi umeendelea, duka limefunguliwa, akamwajiri akawa manager. Lakini kipindi chetu cha ujenzi mimi niliambiwa sikanyage pale. Yes. Kwa hiyo tumeenda sasa, yule bajaji, the most interesting part ni kwamba baada ya kuajiriwa kuwa manager, obviously urafiki wake na wakongwe hauwezi kuwa kama zamani. Kwa hiyo akaanza kumpa maneno Mama T pendani na wafanyakazi, kitu ambacho sio cha kweli. Mama T hivi, Mama T vile. Tukawa tuna mwaka jana mwanzoni nakumbuka aliniambia kwanza nimeshanunua nyumba. Nyumba iko wapi? Akaniambia iko Sinza. Nani wewe unasema hivi? Frank. Akaniambia nyumba iko Sinza. Nikamwambia okay, hongera. Akaniambia imeuzwa ikiwa ina watu. Kwa nitakupeleka watu wakiondoka. Nikamwambia sawa. Kwa siku ya siku akanipeleka ikiwa bado ina watu. Watu waligoma kuondoka. Kwa nikaishia nje. Baada ya kutoka pale akaniambia sasa hii nyumba inabidi hao watu ni waondoe kwa nguvu. Kwa akafanya maarifa, wale watu wakaondolewa kwa nguvu. Aliyekuwa anasimamia marekebisho ya pale baada ya wale watu kuondoka alikuwa ndio huyo bajaji. Mind you yuko tayari kwenye biashara. Kwa hiyo sasa akamuingiza kwenye ile nyumba. Yes. Ile nyumba ilivyomalizwa ukarabati mdogo mdogo, maboresho kidogo, yule bajaji alihamia kwenye ile nyumba. He's staying there for free mpaka sasa hivi. Yaani tangu mwaka jana mpaka sasa hivi tumeachana, yule bajaji anaishi kwenye ile nyumba. Wewe unaishi wapi? Kwenye nyumba mmejenga ile nyumba? Hapana, yani ile nyumba ilitakiwa tunavyoachana hivi. Ilitakiwa tugawane kwa sababu mimi nilimwambia umesema nyumba ni kwa sababu ya mtoto. Kwa nini tusiache kwa mtoto? Yaani hata tungeipangisha alafu ile hela imsaidie mtoto au malezi ya mtoto au school fees au chochote, usikoncerning mtoto. Akasema mimi nyumba naihitaji. Kwa hiyo nitakupa hela, nitaiuza, nitachukua mkopo benki, nitakupa hela yako. Nimenunua kiasi fulani, nitakupa, tutagawana nusu kwa nusu. Mimi nikamwambia sawa. Kwa hiyo tangu tumeachana zaidi ya mwaka sasa, hajachukua mkopo, hajauza, hajafanya chochote. Yule bajaji anakaa tu pale bure. Kwa hata mimi hivi mpaka sasa tunachozozana pia ni kwa sababu ya nyumba. Na tunavyoachana aliniambia tunagawana 1, 2, 3. Vingine vyote hatugawana. Na huwezi kunifanya chochote. Kama unataka nenda mahakamani, lakini unajua kabisa kitakachotokea mahakamani. Nini kitatokea mahakamani? Wala alikuwa ni mtu wa threats. Hadi tunavyoiachana mpaka hii sasa hivi ni mtu wa threats sana. Yaani huaga ananitishiaga sana. Kwa ilifika times unajua ile unaenda unaishi vile. Akikutisha anakuambia nini haswa? Kwa mfano aliniambia kwenye issue ya mtoto, aliniambia kwanza kwenye issue ya mimi na yeye kwa sababu sasa hivi tumeshatengana. Kwa aliniambia kama unataka haki zako nenda kadai mahakamani. Lakini by then kulikuwa na issue ya mtoto inaendelea, kesi ambayo ni ya matunzo. Kwa hiyo alishinda ile kesi ya matunzo. Na alishinda kwa sababu kwanza mahakamani pale alisema yeye ni mfanyakazi, analipwa 500 kwa mwezi. Uwezo wake wa kumtunza mtoto ni 200 kwa mwezi. Kwa hiyo pale mahakamani akasema kwanza huyu ni mwanamke tumeshaachana lakini bado ananing'ang'ania. Na pia akasema mwanamke huyu ni tumeshagawana vitu nusu kwa nusu. Kitu ambacho sio cha kweli. Hamjagawana? Hapana. Hatujagawana nusu kwa nusu. Cha kwanza.
na pili hata hivyo ambavyo tunatakiwa tugawane bado mpaka leo hatujamaliza kugawana. Nasikia kwamba amekupa milioni 100. Hapana, hajanipa milioni 100, na angenipa mimi milioni 100 sasa hivi, yani wala hata nisingehangaika naye, nisingesumbuana naye chochote kile. Alafu na kitu kingine kibaya ni kwamba wakati tunaachana alisema biashara zina madeni. Biashara zina madeni. Wakati tunafanya kikao cha familia ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 9 2020. Tarehe 4 mwezi wa 9 alidraw zaidi ya milioni 80 kuzificha. Alikuwa kabla hatujaachana ndugu yake alimwajiri kama manager mwingine, alimfungulia account ambayo hela za mauzo zote zinaingia kwenye account ya ndugu yake. Kwa account ya ndugu yake ilikuwa na zaidi ya milioni 20 wakazificha. Na yeye mwenyewe account yake ilikuwa ambayo mimi ambayo ilikuwa ina hela ilikuwa ni moja ya boa, na ilikuwa ina zaidi ya milioni 80. Alizificha zile hela. Kwa mpaka tunavogawana hakuna hata shilingi 10 ambayo nimegawana naye, kwa sababu alisema biashara zina madeni. Yes. Na hata kama kwenye hizi kesi ambazo sema kwa sababu tu ziko mahakamani, lakini sina pesa yoyote ambayo imetoka kwenye biashara tumegawana. Wewe concern yako kubwa ni nini? What is the haki yako, or what is your biggest concern? Kwanza mtoto. Sasa tayari kabaki na maduka, kabaki na nyumba, sawa? Kabaki na hela, kabaki na asset nyingine, sawa? Mimi nikawa nimebaki na mtoto na vitu labda vya ndani, ndio nilivyoondoka navyo. Sasa imefika sehemu akafungua kesi ya kumtaka mtoto kipindi cha likizo akakae naye na tumhamishe mtoto shule. Mahakamani pale nimeshaenda na kesi za mtoto nyingi tu, lakini zote hamna kesi ambayo imewahi kunifavor mimi au mtoto. Kwa hiyo Access juzi tu hapa alishinda. Nikaambiwa nimpe mtoto. Lakini unampa mtoto kwenye mazingira gani? Mimi na yeye hatusemeshani. Mimi na yeye sijui anapoishi, sijui mtoto wangu anaenda kukaa wapi, sijui chochote kuhusu yeye. Alafu leo out of nowhere naambiwa tu mpe mtoto. Mtu ambaye hajui, ana almost mwaka mmoja sasa hajaonana na mtoto. Alafu naambiwa tu mtu umpe mtoto. Na akasema mama yake atamlea. Sasa nawaza mama yake yupi? Mama yake mimi ninapojua yuko Moshi. Lakini pia yule mama mimi nimeishi naye. Kwenye kuishi naye sijawahi kumuona hata siku moja. Mtoto anaumwa akaniambia mama T, usiku mtoto anaumwa. Uwaga anamwacha mpaka asubuhi ndo anatupa taarifa. Au anaweza akakaa na mtoto hapa. Yeye anakula sahani yake, mtoto anakula sahani yake. Hajawahi kumpa mtoto chakula mdomoni kwa mkono wake hivi, hajawahi. Au mtoto labda anasemaga mwenyewe kwa anasema mimi siwezi kukaa na mtoto anayeumwa. Na mimi nikiangalia kweli mtoto wangu anaumwa. Mtoto wako anaumwa. Yes, ako na shida ya sikio. Kwa anasema sasa mzazi unasema sasa mama yupi ambaye atakaa na mtoto? Kwa yani hichi unafikiri kilikuwa kubwa cha kwanza, lakini pia kingine kwa sababu tunaona niliu pale kwamba hili swala la mgawanyo wa vitu kwamba linanipa shida sana. Lakini naamini serikali yetu inatetea wanyonge, inasaidia wanawake. Kwa hata mimi na imani nitapata tu msaada, nitapata haki yangu. Sio leo, sio kesho, lakini nitapata. Unahisi anapata wapi ile power ya kusema kwamba nienda popote, fanya chochote lakini huwezi kushinda? Labda kwa sababu rafiki yake yuko na kiongozi. Rafiki yake ambaye ni Vunja. Yupo na kiongozi. Kwa yeye kama yeye as a person. Mimi ningekuwa niko mimi na yeye wawili tu ina room. Tusingeshindwa kumaliza haya masuala ya kifamilia. Kwa sababu ndio maana tulifika tulipokuwa tumefika pamoja. Lakini shida yake kubwa ni ushauri anaopata kwa watu. Influence anayopata kwa watu. Watu wengi wanamdanganya sana. Kitu ambacho yeye akioni. Yes. Lakini angekuwa ni yeye as a person, tusingeshindwana. Lakini shida ni kwamba anakuwa pushed hivyo na marafiki na watu. Alishawahi kuwa physical abusive, kupiga au kutaka kitu ambacho kipo kinyume na sheria au alinipiga. Kuna videos nitakuonesha. Alinipiga sana, lakini nafikiri pale ndio ilikuwa sehemu yangu ya kusema sasa inatosha. Yaani nishawahi kufikiria kuachana naye mara nyingi, nikawa navumilia. Lakini ile siku nafikiri ni moja ya siku ambapo kwa sababu mimi sio tu kunipiga, mimi nishatamani hadi kujiua. Yes, you wanted to commit suicide. Yes.
Kwa sababu gani? Unajua kuna mtu hizi violence au hizi mtu kukufanyia abuse sio mpaka sometimes akupiga. Kuna mtu anaweza akafanya vitu mpaka unavurugwa akili. Kwa sababu mimi nishawahi pia kuzimia dukani. Yes. Nishawahi kuzimia dukani. Yaani unakuwa na stress to the extent kama hiyo siku ya kucommit suicide. Nakumbuka nililia kuanzia tulikuwa tunaishi Mikocheni. Nililia kuanzia Mikocheni mpaka Mbezi ya chini. Sikumbuki ni wapi. Ulikuwa unatembea au nilikuwa naendesha gari huku nalia. Yaani nilikuwa nalia sana. Sasa macho yale yakawa naona mtaro huko mbali. Kumbe mtaro huko karibu. Kwa hiyo nililia mpaka nilidumbukia kwenye mtaro nikiwa sielewi chochote. Yaani nimetoka pale sielewi. Sielewi chochote. Pole sana. Asante. Kwa hiyo na kunipiga physically, yes. Nitakuonesha. Alishanipiga na pale ndo nikasema sasa hapa inatosha. I've done my part, I've done my best kusave mahusiano, kusave kazi. Sababu kwenye kazi pia ilifika sehemu aliniambia kwanza you're not loyal. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia nimekwambia uingie NSSF afu nakataa. Yaani nikamwambia na hiyo incident ya NSSF ndugu yake alinipigia simu. Akaniambia nitumie namba ya NIDA, passport na wategemezi wako wawili. Nikamuuliza vya nini? Akaniambia vya NSSF. Nikamfuata. Nikamwambia mbona wewe unaniambia nimtumie details za NSSF? Akaniambia sitoi maelekezo mara mbili. Imagine mtu umeanza naye from zero. Alafu anakuambia siwezi kuelekeza maelekezo watu wawili. Kamsikilize. Kwa mimi nilichokifanya niliwaignore wote wawili. Kwa kile kitu alikichukia. Alitaka yani ufanye nini NSSF? Niingie NSSF kama mfanyakazi. Alafu na yeye anajua kabisa ana mpango wa kuniacha. Kwa ina maana ningedai wapi haki zangu? Singesema tu huyu alikuwa mfanyakazi. Yes, kwa hiyo kuingia NSSF kama ni mtu umeanza naye biashara au mtu umestruggle naye au hata kama hamjafanya chochote. Siwezi nikamshauri mtu yoyote akubali kuingia NSSF. Pole sana kwa changamoto ulizozipitia. Asante. Una ujumbe gani ambao unataka kumwambia yule binti ambaye sasa hivi anakuangalia, amepitia changamoto kama wewe ulipitia, sacrifice a lot kwenye maisha yake, amepitia changamoto nyingi kwenye mikono ya mtu ambaye alikuwa anahisi ni rafiki, ni partner wake, lakini akaja kumgeuka na akawa abusive to you, akaja kukubadilikia, lakini anahisi kwamba hawezi kutoka kwenye relationship. Anahisi kwamba there is no way out. Naogopa mwenzangu ana hela kuliko mimi, mwenzangu ana connection bila mimi. Unamshauri nini yule binti ambaye sasa hivi anaangalia na anaogopa kufunguka? Well, mimi kuna sentence yake moja alisema, aliniambia nenda mahakamani, nenda BBC, nenda TAKUKURU, nenda popote pale. Alinipa vitisho vingi sana. Kwa nikawa naamini kwamba hakuna sehemu ambayo naweza nikapata haki yangu. Mpaka nakuja kuomba kufunguka ni kwa sababu hii najua ni platform ambayo itasaidia watu wengi sana. Mimi ni wa kwanza mfano, lakini itasaidia pia watu wengine wengi. Na kama uko kwenye mahusiano ambayo hayakupi furaha. Mimi nilikuwa na meza dawa January mpaka December. Na meza naumwa kichwa, naumwa vitu vingi. Lakini sasa hivi niko kwenye I'm in a comfort zone. If I did it, you can also do it. Unaweza usikae kwenye mahusiano ambayo yanakupa msongo wa mawazo, vitu vingi. Just kwa sababu kuna biashara au kuna mafanikio umeyatengeneza pamoja au kuna ndoa au kuna chochote. Kwa sababu at the end of the day, depression is real. Depression inaua. Yes. Haya, asante sana Teddy kwa kuja kufunguka na Raytalks. Naamini kwamba yule ambaye anakuangalia sasa hivi atajifunza kitu. Kumbuka kwamba Funguka na Raytalks ni kipindi ambacho kinakusaidia wewe ambao upo nyumbani, unapitia baadhi ya changamoto, unapitia baadhi ya vitu ambacho unahisi kwamba siwezi kupata msaada, unahisi kwamba nikishare hili ukweli wangu maybe people watanijudge, unahisi kwamba let me keep it inside. Kumbuka, unapoacha vitu vikakaa moyoni mwako, unaweza kupata ugonjwa wa moyo, msongo wa mawazo. Depression guys is real. Kuna watu kibao ambao wana commit suicide, wanajiua, all because wana mawazo, wanahisi mimi namwambia nani, au wengine wanasema nikimwambia mtu fulani atahisi kama labda nataka kiki au nitaonekana vipi kwenye jamii. Funguka na Raytalks inasaidia kupaza sauti ya watu.
una changamoto yoyote unaipitia, una jambo ambalo una feel kwamba okay, I've kept it inside for so long, embo nimwambie mtu. Karibu kwenye Funguka na Raytox ili ufunguke. Tumekupa platform ya wewe kufunguka, tumia sauti yako kupata msaada. This is Funguka na Raytox ndani ya Mange Kimambi app, na leo tulikuwa na Teresia Joseph aka Teddy. Amefunguka kuhusu mambo mengi sana, tumejifunza mambo mengi sana. Kwa hiyo kama unataka kufunguka as well, naomba nipigieni simu, au you can follow me on Instagram @Raytox, ukani DM kitu ambacho unataka kufunguka. Asanteni sana kwa kuniangalia, asante sana kwa mkurugenzi wangu Mange Kimambi kwa kunisupport, lakini asante kwa Sada Makeup ambayo yupo Magomeni kwa kunifanyia makeup yangu. Shukrani za dhati kwa J&M Virgo, duka ambalo limenivalisha siku ya leo lipo Mikocheni. Shukrani za dhati kwa cameraman wangu Jocha kwa kutuchukua hapa na kutueditia kipindi hiki. Asanteni sana. Shukran. Keep on continue watching Funguka na Raytox ndani ya Mange Kimambi. Until next time, tutakuwa na nani? Usikose.